Hizi ni habari za Yesu Kristo Mnazareti ambaye alikuja kwa ajili yetu sisi sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikitaka nikusimulie habari hizi, yumkini utatokwa na machozi, kwa sababu haya yote ambayo Yesu yalimtokea ilikuwa ni kwa sababu yangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jambo ambalo Yesu alikutana nalo lilikuwa ni sababu yake yeye. Mambo yote aliyokutana nayo Yesu alipokuwepo duniani yalikuwa ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yumkini umesikia habari za Yesu, lakini hii ni habari mpya kwako na ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alikuja kwa sababu ya maisha yako wewe leo. Yesu alisulubiwa kwa sababu ya kukukomboa wewe unaishi katika maisha ya shida, unaishi katika maisha ya taabu, unaishi maisha ya kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma maandiko vizuri, tunaona habari za Yesu jinsi ambavyo alizaliwa. Alizaliwa katika nyumba ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pamoja na Mariamu. Wazazi wale hawakuwa na pesa. Yesu hakusoma. Lakini katika kukua kwake, maandiko yanasema ya kwamba alipokuwa anakuwa alimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja alikutana na waandishi na Mafarisayo. Lakini ile hekima ambayo Mungu alikuwa amempatia ilikuwa ni hekima ya ajabu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tajiuliza, huyu muinjilisti wa leo yupoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akusaidie, utaelewa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawa wakiendelea kuwasiliana naye, wakawa wakiendelea kuzungumza naye Yesu, lakini wakasema huyu mtoto ni wa miaka 12, lakini hekima hii alionayo ni ya namna gani? Yesu, Mungu alimpa hekima kuliko wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unahitaji hekima kwa wanao na huku hujampatia Yesu maisha yako. Sijajua kama utaipata wapi hekima hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaendelea Yesu katika utumishi wake, akaifanya kazi yake ambayo Mungu alimpatia kuifanya. Akamtumikia Mungu sana duniani. Wakati mwingine alikutana na mapingano makubwa sana kutoka kwa Mafarisayo. Walimuuliza maswali mengi sana. Nataka nikupatie habari kwa ufupi, alafu niingie kwenye kichwa changu cha somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu aliitambua kazi ambayo Mungu alimpa, alifanya kwa unyenyekevu mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulipopita muda mwingi mno, Yesu akaanza kutambua kazi iliyomleta duniani. Pamoja na kuwa Yohana Mbatizaji alihubiri Injili, maandiko yanasema, Yohana anasema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yenyoesheni mapito yake. Yohana akawakusanya watu wengi, akawabatiza Yordani. Lakini baada ya hapo akasema, mimi sio yule anayekuja, yupo ambaye anakuja, ambaye sistahili hata kuzilegeza gidamu za viatu vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo ambapo Yesu anatokea sasa. Yesu anabatizwa katika ubatizo wa maji mengi, na hiyo ndiyo njia ya kumfuata Kristo. Hatuna njia nyingine ya kubatizwa zaidi ya hiyo. Kisoma katika kitabu kile cha Warumi sura ya 12 mstari kuanzia wa kwanza, tunaona anasema, Waebrania 12 samani, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mizigo yote ituzingayo kwa upesi. Anasema tukimtazama yeye mwenye kuanzisha na kuikamilisha safari yetu, ambaye ni Yesu Kristo. Nitakushangaa kama haumfuati Yesu.
Nitakushangaa kama wewe yapokea mafundisho ya mapokeo na umekaa nayo huku ukiamini unaenda mbinguni, kumbe hauendi. Kwa sababu watu wanaoenda mbinguni wawe na sura ya Kristo. Kama hauna sura ya Kristo, hata ungehangaikaje, huwezi kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anabatizwa Yordani, ubatizo ambao ulikuwa ni kielelezo kwetu sisi tubatizwe kupitia ubatizo huu. Unabatizwa ubatizo gani? Ni swali kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno la Mungu linasema ya kwamba wakamchukua mtu asiye na hatia, mtu ambaye hakuwa na dhambi, wakamchukua kwa nguvu. Mtu ambaye alikuwa anawafundisha kweli, wakamchukua kwa nguvu. Mtu ambaye alikuwa anawaambia ukweli wa maisha yao, waziache dhambi walizokuwa wanazifanya.